Habari za muda huu mtazamaji wa Zaina TV, langu jina ni Zaina Zubeli na leo tupo chuo cha uandishi wa habari, wanasema Dar es Salaam School of Journalism. Lakini leo tupo na wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari, watatuambia mtandao una faida au una hasara kwao. Mimi naona nianze nayo huyu hapa huyu. Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Ana. Sasa dada Ana, mimi nataka nikuulize swali. Uko tayari? Niko tayari. Je, mtandao hii ya kijamii kwa upande wako wewe una faida au una hasara? Kila kitu hakikosi faida na hasara, kwa vyote vipo. Vyote vipo. Kwa upande wako wewe unasimama wapi, kwenye faida au kwenye hasara? Nasimama kwenye hasara. Kwa nini? Kwa upande wangu mimi naona mitandao ya kijamii ina hasara kubwa sana, hususan kwa vijana. Inapotosha, saa nyingine inatumika kama kupotosha. Pia vijana wanatumia kuiga tamaduni ambazo ni mbaya au tamaduni ambazo yani hazipo kabisa katika jamii zetu. Hivyo inasababisha mmonyoko wa maadili. Kwa madhara ni mengi sana, yani kiasi cha kwamba hivyo. Wapo kwenye mmonyoko wa maadili. Tutajia hata moja tu. Mmonyoko wa maadili. Kwa mfano, kuna utamaduni wa mavazi, jinsi tunavovaa. Kama Afrika wana utamaduni wake, lakini kupitia mitandao ya kijamii mtu anaweza akatazama na kuona jinsi wanavovaa bara la Ulaya akaiga. Kitu ambacho akikileta Afrika au Tanzania kinakuwa ni maajabu kabisa na kinasababisha mmonyoko wa maadili. Kwa mavazi kama vipi tunaona nje? Nguo fupi ndio kama hivyo unatumaanisha wewe? Nguo fupi za uchi, unakuta tu mtu yani amevaa kitovu kipo nje, mapaja yote hapo nje. Sio utamaduni wetu. Sio kwetu kabisa. Kabisa. Kwa sisi tunavaaje sisi wa Tanzania? Sasa utamaduni wetu ukoje? Sisi utamaduni wetu ni kuvaa kwa stara, yani uvae ujiheshimu, ufiche maumbile yako, sio kujiweka wasiwasi. Asante. Asante. Haya mtazamaji wangu wa Zaina TV, bado tunaendelea kuwasikiliza wanafunzi, naendelea kunifuata. Safi vipi? Sawa kwako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Steven Jackson. Steven Jackson, mwanafunzi? Mwanafunzi wa DSJ. Mimi niko na swali langu hapa linasema mtandao una faida gani kwako au hasara, mitandao yetu ya kijamii? Kwangu mimi mtandao una faida kwa sababu unajua sisi ni wanahabari. Kwa hiyo kama sisi ni wanahabari tunatumia mitandao pia kupata habari. Kwa hiyo mimi binafsi mtandao unaninufaisha kwa kiasi chake. Siwezi kusema kwamba mtandao labda unanipa kila kitu ninachokihitaji, hapana, lakini kwangu mimi mtandao unaninufaisha kwa sababu mara nyingi taarifa ambazo huwa naziripoti au nakuwa nawasilisha na kwa studioni, mara nyingi huwa nazitoa kwenye mtandao. Ukiachana na vile kufuata source nini, lakini kuna taarifa nyingine unajua ni lazima upate mtandaoni. Kwa hiyo kwangu mimi mtandao unaninufaisha kwa kiasi hicho. Ukiachana na mambo mengine hayo, lakini for me kama na habari unaninufaisha kama hivyo. Unapata habari. Napata habari tena zenye uhakika. Zenye uhakika. Au yani una chombo chako umekiwekea ambacho kina uhakika au ndio umeziamini zina uhakika? Kwa mfano labda nikupe mfano mzuri. Unajua mimi nafanya kipindi cha michezo, sports. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unatakiwa uingie kwenye zile page rasmi za club, labda unakuta msemaji kazungumza hivi au club imezungumza hivi sijui. Kwa mfano leo Simba, ilikuwa jana Simba walitoa barua yao, nikaingia kwenye page yao rasmi nikaangalia, nikaona kweli kuna barua ambayo ilikuwa wameiposti pale, kuna vitu ambavyo walikuwa wanazungumza. Kwa hiyo taarifa kama hivyo yani unapata. Za muhimu. Za muhimu. Ukizungumzia kwenye hasara au haiji kabisa ukifikia kwenye hasara? Kwenye hasara sasa hapo hasara ziko nyingi, lakini nafikiri mojawapo ya hasara, wanafunzi unajua sasa hivi tumekuwa wengi wavivu sana. Ukiangalia wengi yani sasa hivi kusoma, yani kama zamani watu unajua walikuwa wanapiga msuli kulikuwa wanaumiza vichwa, lakini sasa hizi kuna hii ChatGPT. Hii ChatGPT sasa wengi inatulemaza kwa sababu mtu tunakuwa ufikirie wewe ukitolewa tu kazi, ChatGPT iko wapi, unaingia ChatGPT sasa ile mwalimu anajua umeelewa, ukimpelekea kazi kumbe hujatumia kichwa chako. Kwa hiyo ni hasara yani. Japokuwa sawa mwalimu utampelekea atakusahishia, utaonekana umeelewa, lakini is not good kutumia ChatGPT nini hivyo yani. Wasemaga ubongo bandia wenyewe. Yani akili mnemba hiyo. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo yani kwa namna moja au nyingine inakuwa inatulemaza kwa sababu mtu anakuwa siufikirii, umizi kichwa, umizi ndonga. Wewe ukipewa kazi tunaingia ChatGPT, faster tu imekuletea majibu napeleka. Kwa hiyo ndio maana kutasikia mtihani unaanza kuunyaunya. Unawashauri nini vijana kama hao?
Vijana kama hao wapunguze tu kutumia hizo. Hasara ziko nyingi, nimetaja tu moja, lakini hasara ziko nyingi. Sio waache, wapunguze. Wapunguze kwa sababu kuacha kabisa uongo. Sababu hata mwenyewe huwa anaitumia, lakini tupunguze, yani tusitumie sana. Kuna wakati mwingine ukipewa kazi jaribu kutumia akili yako, usitumie tu mtandao muda wote, si chat nini, inakuwa haipendezi. Sawa ndugu mtazamaji, na hao ndio wanafunzi waweza kuwasikia wakizungumzia juu ya mtandao. Lakini tumesikia hapa vijana waache masuala ya kutumia ubongo bandia, wanakuambia ChatGPT, waweze kuwa wao wenyewe, wasimame na akili zao. Langu jina ni Zaina Zubeli, tukutane hadi wakati mwingine. Asanteni.